Katika kichwa cha mwanaume, kichwani kuna kifaa kinaitwa subconscious mind. Hichi kifaa subconscious mind ni zaidi ya memory card au external power. Kinahifadhi kumbukumbu muda mrefu. Ndio maana sheria imetukataza yule mtoto mdogo. Maana umri wa kumlea mtoto ni kuanzia miaka 0 mpaka miaka 4. Ndio anaanza kulelewa mtoto. Ile wanaita ni miaka ya utambulisho. Wazazi wengi wanakafilika na kipindi kile, wanafanya mpaka sex, jimai mbele ya mtoto, kuamini nilikuwa na babake sasa hivi mambo hayajambo, na mtoto si hajui chochote. Haimaanishi hajui chochote, haimaanishi kwamba hakamati chochote. Kuna kitu kinaitwa subconscious mind. Akiona yule mtoto, jicho linapiga picha, linaichukua ile kumbukumbu, haitoki, kiingia katika subconscious mind. Ndio maana kuna watoto wengine kama wamezubaa, utaona kitu asema huyu kazaliwa hivi hivi. Hakuna mtu alozaliwa hivyo hivyo. Subconscious haijasalimika. Kipindi hiki ni kipindi cha utambulisho. Anakuja kuishi picha aloiona na sauti aloisikia. Ndio maana akizaliwa si hajui chochote. Mbona tumetaklifishwa adhiniwe na akimiwe? Hajui chochote huyu. Heshimana sasa. Nini maana yake? Asikie ukubwa wa Allah, apokee majukumu. Sasa subconscious mind kwa mwanaume katika saikolojia ya leo inawaathiri mwanamke. Maeneo matatu ya kismeli yakitoa harufu, huyu mwanaume anachukua kile kifaa chake, kinachukua kinaweka kumbukumbu, anapoteza mvuto wa mkewe. Ndio yule tabiiyati mmoja, mtoto wake alivyoolewa aliambia, yabnati fakhudh minni khisalin 10, binti yangu na mambo 10 nitaka nikupe uende nayo kwa mumeo. Miongoni mwa mambo hayo alimwambia, chunga sana pua ya mumeo, chunga sana jicho la mumeo. Mume wako asione hata kwa bahati mbaya kitu kitakachomuudhi. Tena akamwambia, wala yashumanna minki illa atyaba rihiki wa alami anna atyaba tib alma. Mume wako asinuse kutoka kwako ila harufu yako njema. Kuna maeneo matatu mwanaume akiasikia, hata huyu mwanamke kampenda vipi, anapoteza mvuto. Eneo la kwanza, kinywa. Wanahangaika, akapokea harufu ile, subconscious ishabeba hilo tatizo hili. Kwa maana tunasema ndoa za leo uchanga mwingi. Watu wanaingia kwenye mahusiano hajakuwa kihisia, hamna mafundisho, kuvamia tu ndo. Ndio unakuta vibinti vidogo vizuri na vinaachwa. Nikwambieni sasa, saikolojia inasema mwanamke ana uwezo mkubwa wa kuishi na mwanaume ambaye hajampenda, lakini mwanaume hawezi kuishi na mwanamke ambaye hajampenda. Eneo la kwanza hili. Eneo la pili, kwapa. Akitaka kufunikwa, ile harufu inakuja kukwaruza hapa. Na kuna watu wengine, unajua nikwambieni kitu kimoja. Sisi tuna macho mawili, tuna masikio mawili. Tumeelewana vizuri, tuna mikono. Hivi vitu havifanani, havifanani kabisa. Yaani ukikosa jicho moja, kuna baadhi ya rangi utashindwa kuzibaini kwa kukosa jicho moja. Kiungo cha pua cha mwanamke cha mwanaume kinafanya kazi kwa nguvu kuliko kiungo cha mwanamke. Mwanaume ananusa sana. Mnaweza mkawa hamjasikia harufu, lakini akirudi tu, mbona sielewi hapa kuna harufu gani? Sijaona, kumbe mtoto kajisaidia yeye tayari zamani. Na kila pua ina harufu zake mukaddara. Sasa jasho ile mwanamke mwenyewe anajihisi hasikii, lakini akisikia tu ni athari kubwa, anatatizika. Si bora huko kwenye nafsi sasa ukatokwa na uchafu, ukatokwa na harufu. Ndio maana mwanamke amesisitizwa aweke miski huko. Usafi ni muhimu sana kuliko chochote. Hizi taratibu alhamli za kileo, mtu kaeka vidonge huko mara kama kumeoza, ili ni tatizo. Hili ni tatizo kubwa. Sasa basi,
haya yanasababisha pia mwanaume kupoteza mwelekeo. Lakini mengine wanasema katika wale wanawake 5 ambao hawatakiwi na mwanaume, wa kwanza anayetoa harufu, wa pili anayebishana sana, yani anayesikiliza ushauri kila sehemu, wa 3 asomheshimu mzazi wako hasa mama, wa 4 anayekufanya kibubu, yani wewe anakaa na wewe hela tu, wa 5 anayeongea sana. Wanaume huwa hawamtaki mwanamke anayeongea kupitiliza, maneno yenyewe ya hovyo, pilipili. Kuna bwana alikuja kushtakiwa kwa baraza na mkewe kwamba mume wangu anasali, ameenda mpaka umra, unirudia saa 5 usiku, nimempikia chakula, nimejiandaa mpaka hina zinakauka. Yule bwana akaambiwa, vipi shekhe, na wewe unaonekana Muislamu safi? Ambia, shekhe, nimechoka ujane, kula peke yangu, ndio maana nikaoa lile na mke wangu. Lakini baada ya kuoa nilichokidream sicho. Salama yangu nirudi kumekuchwa, kwa sababu nikirudi kweli mke wangu kajiremba, kaniwekea maji, uo mdomo, tutapigizana kelele mpaka nachoka. At least nikirudi usiku kalala, napata amani. Kila siku mashtaka tu, hatuishi sisi kuzungumza. Umeona sasa? Mwanamke akajigundua kumbe ana udhaifu. Wanasema mwanamke anayepiga kelele kwa mumewe ni sawa na yule nyuki akilia sikioni mwako, disturbance ile, unatamani tu ufanye hivi. Anasema sasa kwa mwanamke zaidi ya hivyo, na ukimpigia sana kelele mwanaume lazima ajibu, lakini yeye hajibu kwa mdomo, hujibu kwa matendo, kuchelewa kurudi nyumbani. Sasa wanasema kelele nyingi zisizokuwa na msingi zinapoteza hisia. Mfano, mwanaume mmoja akaongea neno moja tu, angalia saikolojia inavyotuumiza. Kaambia mke wake, ulidukili firashi, njoo bwana tukamatane makoti huku, njoo tuagane. Kamuita vizuri. Yule mwanamke, bwana unanisumbua baba, makelele kidogo chenyewe hivi afu unanipigia kelele. Hii ni athari kubwa kabisa. Ndio maana kule mwanamke anaitwa al-Hannana tahina kulla hin. Ukimshika hivi ambia, mume wangu wa zamani bwana, sema tu alikuwa muuni yule, yani mume wangu yule alikuwa hatari sana. Hili ni tatizo. Na al-Hannana huachwa mara kwa mara, sababu tabia zake ni hizi. Sasa pia saikolojia inasababisha, lakini pia saikolojia inasababisha katika kipato. Ukirudi nyumbani itakiwa upongezwe, inshallah utapata siku nyingine. Lakini umekosa tena, umeumia na unanuniwa. Sasa wewe una hela, unakuaje mwanaume, unakuja tu hapa unategemea kula tu? Bora uniache mimi, siwezi haya maisha. Hii pia inamaliza saikolojia. Sasa naomba nikusaidie kwa kufunga maneno yangu bila kuendeleza. Tiba zipo. Miongoni mwa tiba, si kwamba kila lishe inayoingia tumboni inasaidia nguvu za kiume. Ili tatizo naliongelea kwa uaminifu sana, kwa sababu matatizo mengi. Kitu cha kwanza, ili muepukane na kesi kama hizi, kitu cha kwanza kabisa, kuna vyakula itakiwa muvile. Katika chakula chako baba, usikose ndizi, ile ndizi mbivu, vitamini B complex ile, ule mbivu, ndizi mbivu. Lakini komamanga usikose, lakini tikiti maji, hasa zile mbegu zake zile, usikose vitu kama vile. Lakini si tikiti maji peke yake, wanasema asali, lakini pia parachichi, lakini pia mchuzi wa pweza. Hivi vitu hivi, si ukila ugali umeshiba kwamba leo nitakuwa balaa. Hapana shekhe, wengine unajaza tumbo tu. Na mwanaume akiwa hajapata lishe bora, ana uwezekano mkubwa pia asimtungishe mkewe mimba. Inawezekana umeshiba vizuri, lakini sperm za akaunti zikawa dhaifu na haziwezi kumea mimba. Kwa hiyo huu ni uzazi. Asali ni mpango mzima. Sasa kama ushapoteza, maana zile sperms zipo kama milioni 10, lakini zinaweza zikashuka mpaka 4,000 zikaisha kabisa. Kwa hiyo kama zimeisha, ni muhimu ukazibusti zikatengeneza mazingira ya uzalishaji. Maana zile zikiwa correct, basi huwa zinakuwa na harufu na itakiwa zichupe kama bomu, kama bunduki. Asili ya mwanaume kujimaliza. Hata ule mkojo wa kawaida ukianza kukosa pressure tu, hiyo ni indication mbaya.
mtu anakojoa mkojo huko hapo hapo, hii ni dalili mbaya. Dalili nyingine mbaya, mtu kuamka asubuhi kiungo cha uzazi hakisimami, hasa watoto wa siku hizi. Hili ni tatizo kubwa. Itakiwa kiafya kwa siku per day mwanaume imjie tu hisia ya tendo la ndoa mara 7 au mara 5 lazima. Wewe tokea asubuhi unafikiria pesa tu, hii haiji, huo ni mushkile. Tena hili likija everywhere, halichagui place. Saa nyingine mmezamba makaburini, mnamstiri mwenzenu, unakuta hizo fikra zinakuja mpaka unasema bwana ama ibilisi bwana. Sio ibilisi, sema alhamdulillah, ni afya hiyo. Hiyo ni afya hiyo. Swalla ala nabii. Lakini pia wanasema ukikaa kikao cha wanaume, wawe watu wazima, wazee, wawe vijana, kama hawaongelei hata story za wanawake, hicho kikao batili, ondoka. Batili. Ni kikao batili, lazima kidogo mambo. Si unaona hata mashekhe anaongea mawaidha afu anaanza kuingia kutaja hurulaini. Ni hisia zile. Peponi shekhe, mizigo shekhe. Hapo utasikia takbir. Ushagusa sehemu yao. Wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku miongoni mwa siku katika kueleza hizi futhati za miji, akasema mtaingia mji fulani, mtamchota mfalme, mtamteka mfalme, atauawa, ataacha binti yake. Angalia, sahaba mmoja asema, ya Rasul, huyo binti niachie mimi. Zama hizo Mtume ambia utachukua wewe. Hajachelewa. Hakuna kuchelewa katika mambo haya. Siku moja ninafika Mtambani kabla ya takwa kwa Sheikh Suleimani pale. Nikaongea mada yangu ya ndoa, nikamwambia tena Waislamu, alhamdulillah. Bwana, leo nimepewa salamu, na salamu zile zilikuwa za kweli. Nikamwambia kuna mwanamke anafundisha pale Kipata, mashallah. Mwanamke huyu asilia yake Kenya, anaongea Kiarabu hatari, anaongea Kizungu hatari, anazungumza Kifaransa hatari, alafu ni mwalimu. Huyu anataka nusura kuolewa, ana usafiri wake, anatembelea, ana nyumba yake, full ninja, uoni hata kucha, anataka mume. Nani na nani yuko tayari? Shekhe msikiti mzima, shekhe niachie mimi. Nikamwambia ila ana mtihani mmoja tu. Akasema mtihani gani? Nikamwambia ana miaka 45. Kasikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa kumaliza maneno, tulivyoenda Tanga kuna mti unaitwa mshushu wa mbuzi. Tanga nayo haijambo. Ule mshushu wa mbuzi tukaumixi na pakanga na mvuti na fivi, ikawa dawa nzuri sana ya mgongo, lakini ikawa dawa ya hatari ya mambo yetu yale. Alafu tukagundua inasaidia na tezi dume. Yale mambo yale ya habari kwa kule kwetu, ukimwona mtu anachimba ile mizizi ya mshushu wa mbuzi anakula na kalanga, wanamuita muuni. Huyo muuni ashaanza balaa zake hizi. Hii dawa nzuri, kuna mjomba wetu mmoja alituonesha tulipofika kule, ambayo dawa yenyewe ni hii hapa. Mtu anakunywa nusu kikombe kutwa mara 3. Mabwana, hii inasaidia sana malaria sana. Lakini kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu nashukuru, watu wa tezi dume nimewasaidia sana hii dawa bila kupasua. Na wengine wamepasuliwa, Mungu alitaka iwe hivyo. Mshushu wa mbuzi. Dawa ya pili siitolei maelezo, lakini itakiwa ndo tuielezee. Hii na mimea 13. Hii dawa nimefundishiwa Pemba mabwana, na kusomeshwa dawa hii. Nenda kaangalia ninafungua gari. Ni askari gani mabwana, mmekaa tu. Na dawa hii dawa hii Sheikh Haji mzee alokuepo Zanzibari, sharti yake aliniomba mabati 37 ili anifundishe hii dawa hii. Ina vitu 13. Dawa hii ni dawa ambayo maradhi 50 yanatibika, lakini hasa kuzalisha mbegu za uzazi, lakini kuamsha sana hisia. Hatuna muda wa kutaja mambo yake yaliyokuwemo ndani, lakini pia kuna dawa nyingine inaitwa mathna wa thulatha wa ruba.